ngoja tuulizane kwa haraka haraka. Hivi ulishawahi kuwa au uko katika mahusiano ambayo unajitahidi kujieleza kwa upole au unajitahidi kumueleza kwa upole, unajitahidi kutumia logic, unajitahidi kutumia busara na hekima ku address changamoto za mubebe, alafu habibi abibti aka mubebe anaanza drama, anaanza zogo aka kaugomvi mdundiko? Jibu linaweza likawa ndio au hapana, lakini pia unaweza ukawa huna uhakika na unachokifikiria. Imagine akizingua, unaanza kupiga calculation ya sentences utakazozitumia ili aweze kukuelewa, ili usije ukamess up vita ya tatu ikaanza. Imagine unamueleza kwa utamu na hata kwa kutumia misamiati ya kamusi. Imagine unamueleza kwa lafudhi tamu, umetulia, mwisho wa siku isije kuwa vita ya tatu, na pengine unaenda mbali, unaanza kunukuu mpaka vitabu vitakatifu. Ndugu yangu, unakuwa umeenda mbali sana. Imagine kabla hujazungumza naye unaanza kwa majina mazuri, unamuita mubebe, unamuita haluli, unamuita habibti, unamuita my honey, my carpet. Mwisho wa siku aweze kutulia, akusikilize kwa makini, but mpaka mnamaliza wewe tayari umeonekana mbaya. Yani umeonekana wewe ni mnyanyasaji, umemfanya hajui chochote, umemfanya yeye ni mtumwa wako, unamfanya yeye anaonekana ni mkosaji tu siku zote. Yani hakuna jema lake hata siku moja ambalo amekutendea. I can feel how it hurts. Sasa kaa kwa kutulia. Katika video hii nataka nikuweke mjini. Nimeona ni share ideas na wewe. Kwa nini kuapply akili nyingi kwa mubebe ambaye ni kilaza asiyejielewa, mubebe mwenye zogo ni changamoto kubwa mno? Au kwa nini kuapply akili nyingi kwa mubebe ambaye tayari ameshakuwa manipulated na ideas za nje ni changamoto kwako? Inaweza ikakunyima amani, lakini pia inaweza ikakunyima furaha katika maisha yako. Lakini sitakuacha na sababu, nitakupa games za kucheza naye. Yes, lazima udunduke naye kidogo ili uweze kwenda naye sawa, ili umnyooshe anyooke, maana ushayavulia. Yes, lazima uyaoge. Abdunur hapa. Kama wewe ni mgeni, kumbuka kubofya kitufe cha subscribe, lakini kumbuka kubofya kitufe cha kengele ili upate taarifa pale tunapoweka video mpya, ili uingizwe ili uingizwe katika kijiji chetu. Hiyo ni chapchap, wala hata ichukui dakika ndugu yangu. Anyways, niamini mimi, huwezi ukatumia logic kumuini mubebe ambaye hajielewi, hajakomaki akili, mubebe ambaye yeye ni zogo tu, yani anakaa mdomo. Saikolojia inasema unapodili na mtu ambaye ego, yani mihemko ndo akili yake, hisia ndio mwongozo wake, masikio yake hayasikii unachokimaanisha ambacho ni halisi, yanasikia umemtukana. Kwa kweli ni ngumu. Sasa kwa nini upaswe kudili na huyu mubebe kwa logic, kwa kutumia akili nyingi na kuweka mjini? Kaa kwa kutulia. Kubishana na mubebe asiyejielewa, mubebe mwenye zogo, ni kujishusha. Kiufupi na wewe unaonekana hujielewi. Imagine the moment unaanza mazungumzo na mtu ambaye hasikilizi, anageuza mada iliyoko mezani ili mradi yeye ndiye awini, anatumia sauti ya juu ili mwisho wa siku aweze kukushinda. I'm telling you dear one, hapo unakuwa umeyakanyaga. Kwa mfano, mada iliyoko mezani ni kwamba tunabidi kurekebisha mawasiliano yetu, ni kwamba tunabidi tuangalie namna ya kuwasiliana au kuzungumza. Mubebe anakuambia kwa unaniona mimi sina akili, unaniona mimi nina akili ya kuku, unaniona mimi sijielewi. Hapo jua kishaumana tena. Hakuna cha kutumia logic, hakuna cha kutumia akili, yani hakuna cha majadiliano hapo, ni kelele mwendo mdundo. Sasa unapoendelea kubishana naye, maana yake hata wewe umeamua kuweka akili pembeni ili sasa mpambane na mwisho wa siku mshindi aonekane ni nani. What's the point here? Unapobishana na mubebe brutu mwenye zogo, na wewe unakuwa brutu. Ila sababu ya pili, mara zote utaonekana mbaya, utaonekana adui, utaonekana jangili, utaonekana jambazi katika sinema la Kihindi, na hii ndio inayouma zaidi. Katika research niliyofanya, hawa wabebe ambao wana uchache wa kusikiliza, uchache wa kufahamu, kwa neno jingine hawajitambui kidogo, mara nyingi huwa wana changamoto ya kukupa vyeo kama kujidai wewe ni msomi, wao wanazaa kuku. Wewe ndiye una madaraka, wao ni watumwa tu. Wewe una kiburi, pale unapoamua kuwapuuza, wao ni wanyonge. I'm telling you, imagine this. Unaingia home au kakupigia simu, alafu unaanza kwa kuraruliwa maneno. You take it easy, unamueleza kwa utaratibu, kwa logic. Embu naomba tuongee, asira yako itakapoisha utamsikia. Wewe unajikutaga kwa mpole, unajikutaga wewe ni wa busara sana. Wewe unajikuta wewe ni zaidi ya wengine, right? Una kiburi sana wewe, wajikuta wewe ndo unajua namna ya kuhendo majambo. Unajikuta wewe ni msomi sana, lakini kumbe hamna lolote. Unajali hisia zako tu, na hapa kama wewe hauna kifua ndugu yangu, hii moment ndio moment ambayo inatia hasira zaidi. Hapa sasa kunakuwa kumekucha. Unaweza ukamtupia mpaka matusi. Mwisho wa siku anayeonekana mbaya ni nani? Anayeonekana vileni ni nani? Ni wewe. Kumbe wala hata hapana. Mwanzoni ulitaka mjadili, mwisho wa siku ukazidiwa, mwisho wa siku pie. Point ya msingi ni nini? Hapa utakapoona umezidiwa na zogo, ukajifanya kubishana na mtu ambaye ni mtihani, wewe ndo utaonekana villain, wewe ndo utaonekana mbaya, wewe ndo utaonekana jambaka, wewe ndo utaonekana mtu mwenye roho mbaya. Sababu ya tatu, utatumia nguvu kubwa mno. Let me tell you dear one, ni ngumu kumfundisha mwanafunzi ambaye amekwisha sema kwamba mimi sitaki kuelewa hili somo, au ni ngumu kumfundisha mtoto ambaye ameshasema mimi sitaki shule. Kama wewe ni mwalimu hapa unanielewa. The same applied kwa mubebe ambaye kashatia matope kwenye kichwa. Yaani swala la kukuelewa kwa kweli, hapana, ni kupiga ngoma kwenye maji ukitarajia utapata sauti. Akisha kuwa na majibu yake
kichwani, kuyafuta ndugu yangu inakuwa ni ngumu. Akisha seti mind yake kwamba ulimdharau, akaseti mind yake kwamba ulikuwa na mwanamke mwingine, akaseti mind yake kwamba ulikuwa na mwanaume mwingine, akaseti mind yake kwamba wewe siku zote wewe una roho mbaya, humjali. I'm telling you, kujaribu kumuelewesha, kujaribu kumweka awe katika mstari, ndugu yangu, ni kujaribu kushika hewa. Kwa mfano, una recommend kwamba hebu tujaribu kuangalia mfumo wa mawasiliano, tujaribu kuangalia mfumo wa majadiliano katika swala hili. Anakuambia sihitaji kubadilika, hivyo ndivyo nilivyo, hutaki acha. Au pengine umejaribu kumweleza bwana, hebu jaribu kunielewa, anakuambia sitaki kukuelewa, nishaamua. Kumfundisha mubebe ambaye hataki kujifunza, hataki kubadilika, ndugu yangu, ni kama kushika hewa. Sasa sikuachi bure mtu wangu. I know how it feels like to have mubebe asiyeelewa. Lazima nikupe mbinu mubashara, yani unadili naye namna gani, na ni mbinu ambazo wengi huwa zinawasaidia. Kwa sababu ya humans, lazima tutafute mbinu mubadara ambazo tutaweza kutumia, mwisho wa siku tuende pamoja. Anyways, kabla hujamrekebisha mubebe mwenye zogo, mubebe asiyetaka kuelewa, swali ni moja tu: umejaribu kumwachia Mungu swala hilo au umetaka kuwa Holy Spirit kwa muda? Niamini mimi, kelele au kutoelewa kwa mubebe au kichwa ngumu inaweza kuwa tatizo ambalo sio tabia yake. Hakuwa hivyo mwanzo, ni tatizo la moyo. Kuna namna moyo umeingia kutu, yaani hapo ni Mungu tu ana password zake. Utapoanza kutumia mbinu zako za kivita kwa mtu mwenye kiburi na zogo, ataanza kuingia kwenye defensive mechanism, ataona unamchallenge, mwisho wa siku naye atapanga majeshi yake, mwisho wa siku kiburi kitaongezeka ili mshindane vizuri, mshindi apatikane. Sasa nataka nikusihi kama mchungaji, yes, nageuka kuwa mchungaji, nageuka kuwa sheikh, but sio cheo changu, mimi ni kochi wa mchongo. Anyways, Mungu habishani, yeye hutumia muda, hutumia matokeo na hutumia ukweli. Hamfunzi mtu nidhamu kwa makelele. Huwa mara nyingi Mwenyezi Mungu anamfanya mtu ajiadabishe mwenyewe. Kwa hiyo mkabidhi kwa Mwenyezi Mungu kwanza, hiyo ndo mbinu mubadala. Wewe fanya kusimamia kwa kuswali au kusali ili mwisho wa siku muamala uweze kukamilika. Sasa wakati unamuomba Mungu na wewe unaweka jitihada zako, ndizo mbinu ambazo naenda kukupa sasa hivi. Mbinu ya kwanza, ukimya ni bonge la nyundo. Hapa ma legend huwa tuna stop kujieleza kwa urefu, tuna stop kuandika paragrafu nzima WhatsApp, tuna stop kutuma voice note za lecture, tuna stop kusahihisha kila kosa. Anapiga kelele, anajikoroga, anazungumza kila uongo anauwazia yeye. Mwisho wa siku tunapiga kimya, tuna zoom tu. Unabidi uwe unshakable jitu. Niamini mimi, watu wenye IQ kubwa au intelligence quotient kubwa huwa hawaelekezi mara mbili mara tatu, wanafanya kitu kinaitwa let them talk game, let them do game. Hapa ndipo msemo wa Kiswahili unapokuja: usimuone simba kainama ukamuita mbwa, ukimuona kobe kakaa kwa kutulia, jua yuko anatunga sheria. So unapomute ukamtizama tu, mwisho wa siku inaanza kumtengenezea wasiwasi, kwa sababu hajui unafikiria nini na hajui mwisho wa siku utatenda nini. So anaanza kutabiri, anaanza kuona kwamba something terrible is gonna happen. Mbinu ya pili, cheza mchezo wa ndio, yani inamaanisha anza kusema ndio boss. Hii inaepusha mengi. Unapoona unamrekebisha au unajaribu kumwelekeza vipengele, majibu yanakuwa siwezi kukuelewa, unajikuta unajua sana wewe unajikuta ni moja kati ya watu ambao wanajifanya wasomi. Majibu yako iwe ndio, sawa, you are right. Alafu kishamaliza kumjibu hivyo, piga kimya. Ikibidi kama ni kutoka, toka zako. Yaani hapo unachukua umekifanya, hujamimina petroli kwenye moto, umetia mchanga ukasepa na mia. Mwisho wa siku moto utawaka, utafura unavyofura, lakini kwa sababu ushatia mchanga utapoa wenyewe. Mbinu ya tatu, tumia matukio game. Mubebe anapojikuta chiriku, anapojikuta anagubu au anapojikuta anakaza fuvu, una stop kujieleza sana zaidi, unaanza kustop kufanya baadhi ya majambo. Unaweza ukastop kumpokelea simu, ukastop kujibu meseji zake, lakini pia unaweza ukastop hata baadhi ya favors. Kwa mfano, kuacha mambo yako kwa ajili yake, kuwepo pale anapokuhitaji, kumfanyia jambo ambalo angeweza kufanya mwenyewe, lakini pia kumkumbusha ratiba zake, ila pia kukava cost ambazo alizisababisha mwenyewe. Lakini favor nyingine inaweza kuwa kutumia connection zako kwa ajili ya faida zake. In general, unapostop kuwa available kwa ajili ya mubebe, atakwambia umebadilika, na hapo mjibu yes, nimebadilika kwa sababu wewe hutaki kubadilika. Hii inakuwa ni mbinu mbadala ya kumfundisha mtu mzima. Kama atakuwa wa kubadilika, hapa lazima change, ndugu yangu. Mbinu ya nne na ambayo ni final, ni maliza game. Jaribu kutia akilini kipindi cha kuachana naye, au mara nyingine jua ni muda gani wa kumpisha kidogo, kumpa likizo. Na hapa ni kwa wale ambao tayari wana ndoa, kwa sababu kuvunja ndoa sio kitu chepesi. I'm telling you dear one, unapojikuta kila siku wewe ni kuadjust, ni wa kuendana na mfumo, yani unarekebisha mwenendo wako ili siku iishe, ukajikuta kila siku anapokupigia simu unasema bas, kimewaka, kimenuka. Unajikuta wewe unaingia ndani usiku ili mwisho wa siku ufikie kitandani uepushe mengi. Lakini pia umetumia mbinu zote tatu na
mambo yamegoma. Umemhusisha Mungu, tayari amekupa majibu. Umejaribu kuihusisha familia, majibu umepata. Umejaribu kuwahusisha marafiki unaoamini, mashemegi, mawifi, majibu umepata. Lakini pia hujaishia hapo, umeenda kwa viongozi wa dini na hata kwa wanasaikolojia. Bwana, mtu huyu ananisumbua hivi na hivi, nifanyeje? Wakakupa cha kufanya, ukafanya mbinu hizo na hazijasaidia. Hapa kuna haja ya kupeana likizo au kabisa ukatoka. Kwa nini? Kwa sababu pengine na plan B. So anatafuta kwa kutokea, na hapa inakuwa ni ngumu kumbadili mtu wa namna hiyo, kwa sababu anatengeneza ka ugomvi mdundiko, anatafuta umesap tu afunge virago aende kwa yule aliyempata. Abdunnoor aka kocha wa mchongo hapa. Kama umeenjoy video ya leo, tia dole hapo. Tia dole, yes. Kumbuka kulike, subscribe kama hujafanya hivyo. Unaweza ukashare kwa mdau mwingine, tuweze kujifunza wote. Mwisho wa siku kijiji kiwe kikubwa, mwisho wa siku tutengeneze mahusiano imara, mwisho wa siku tuishi katika maisha ya amani. Ciao for now, see you in the coming video.